Mahaba, upendo wa dhati unatoka moyoni. Lakini swali linabaki pale pale. Ni zawadi gani kubwa zaidi ulishawahi kumpa mpenzi wako? Je, ni nyumba ama gari la kifahari? Labda simu ya gharama kubwa. Mke wangu, karibu sana. Karibu sana mke wangu. Hii ni zawadi yako nimekuandalia. Kwa wengi zawadi kubwa hupimwa kwa thamani ya fedha, lakini kwa wengine thamani yake hupimwa kwa upendo wa kweli. Na kama wahenga wa Kiswahili wanavyosema, haba na haba hujaza kibaba. Niko na mama Mgele na bibi. Katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma, kuna simulizi ya kijana mmoja anayethibitisha msemo huu. Huku nyumbani kwetu hakuna kazi, hakuna nini, maana hakuna chochote. Huwezi kufanya chochote. Maana mkimbizi ni mtu ambaye anaishi lakini kama amefungwa. Maana huwezi kufanya chochote, maana uruhusiwi kufanya chochote. Lakini mpaka nijikusanye niende kuchukua ile kuku nije kumpatia mke wangu. Nimejitahidi sana ya kutosha sana. Na niliweza kwa sababu ni kitu ambacho nilimwahidi kabla hajajifungua mke wangu, umebeba ujauzito kujifungua nitakupa zawadi. Nikawa najichanga mke wangu akijifungua natakiwa nimpe zawadi ipi? Lakini kwa uwezo wangu basi uliishia pale kwenye kuku. Kutana na Yakobo Luago mwenye umri wa miaka 24 ambaye baada ya miaka miwili ya ndoa bila ya kupata mtoto na kusikia maneno mengi ya mtaani kuwa familia yao ni tasa, bado aliendelea kuwa na matumaini. Ni mtoto ambao tumempata kwenye mazingira magumu sana. Ni mazingira ambao alikuwa kila mtu anaongea vya kwake. Maana kwenye sheria zetu sisi Wabembe ni kwamba mtu akioa baada ya miezi mitatu familia wanataka kujua kwamba ule ambao aliolewa, je, mke wako ni mjamzito? Lakini mimi kwangu sikubahatika kupata bahati kama na hiyo. Ina maana ilikuwa haiko hivyo. Tuliweza kuishi mimi na mke wangu, watu waliongea sana, mambo yalikuwa ni mengi, lakini tulivumiliana mpaka kwenye hii hatua ambapo tunabahatika kupata mtoto. Ndio maana furaha ilikuwa ni kubwa. Maneno ya watu yalikuwepo, kejeli zilikuwepo, lakini hakukata tamaa. Wahenga wanasema subira huvuta heri. Hatimaye tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka huu, furaha iligonga hodi kwenye familia hii baada ya mke wake kujifungua mtoto wa kike. Niliingia kwenye maisha ya ndoa 2024 mwezi wa kwanza tarehe 13 ndo nilimuoa mke wangu. Na mpaka sasa na miaka miwili hivyo kwenye ndoa na mke wangu, na mpaka sasa tunabahatika kupata mtoto mmoja, na ndo huyu wepi ambao tumemzaa tarehe 24 mwezi huu ambao umepita. Ni tukio lililojaa majonzi ya furaha na shukrani, huku familia hiyo ikisema wazi kuwa Mungu ameonyesha ukuu wake. Ndio maana mke wangu alivyojifungua mtoto, kwanza nilipata msisimko kubwa na nilipenda sana, nikaenjoy sana, na ndio maana nilitoa ile zawadi ya kuku. Nikampatia mke wangu kuku hiyo hapa, umeniheshimisha sana, ya kutosha sana. Maana ina maana mpaka mimi niitwe baba, nimepitia vitu vingi, na hii ni heshima ambayo umenipatia, umeonyesha watu kwamba na mimi ni mwanaume ambaye nastahili kuitwa baba. Ni tukio lililojaa majonzi ya furaha na shukrani, huku familia hiyo ikisema wazi kuwa Mungu ameonyesha ukuu wake. Licha ya changamoto za maisha ya kambini ambapo wakimbizi hawaruhusiwi kufanya kazi nyingi za kujipatia kipato, Yakobo aliamua kumheshimisha mke wake kwa zawadi aliyoiweza baada ya kujichanga kwa muda. Zawadi hiyo si nyumba, si gari, bali ni kuku. Kwenye mazingira ya huko nyumbani kwetu kupata kuku ni vitu vigumu sana. Maana mpaka pale nilijitahidi sana tena sana. Nikaenda sokoni, nikaenda kuchukua ule kuku, nikamletea mke wangu, nikatarget muda ambao anatoka hospitalini, nikampatia kama zawadi. Anasema ameona mitandaoni wanaume wakitoa zawadi kubwa kwa wake zao baada ya kujifungua,
lakini kwa uwezo wake, hiyo ndio zawadi kubwa aliyoweza kutoa kwa moyo wa shukrani. Tunaona wengine wakijifungua hupewa magorofa, wengine hupewa manyumba, wengine hupewa magari, viwanja, lakini mimi uwezo wangu hujafika huko. Uwezo wangu mimi uliishia pale kwenye kuku, na hata hivyo pale kwenye kuku, kwa mazingira ya huko nyumbani kwetu, aisee, nilijitahidi sana. Kwa upande wake, mke wa Yakobo anasema zawadi hiyo kwake ni ya thamani kubwa kwa sababu imebeba historia ya subira, maneno ya watu na furaha ya hatimaye kupata mtoto. Mimi nilijisikia amani baada ya mume wangu kulipa zawadi ile ya kuku, kwa sababu mazingira ya nyumbani kwetu hauwezi ukapewa nyumba, hauwezi ukapewa gari wala kiwanja. Lakini zawadi nilopewa mimi kwangu ni kubwa sana. Na nilifurahia na nilipenda sana. Na nitazidi kumpenda sana mume wangu. Hadithi ya Yakobo na familia yake inatukumbusha jambo moja muhimu, kwamba wakati mwingine zawadi kubwa zaidi si ile ya thamani kubwa ya fedha, bali ile inayotoka kwenye moyo wa kweli. Na kama wahenga wasemavyo, kidogo chenye upendo ni bora kuliko kikubwa kisicho na upendo. Taarifa hii imeandaliwa na ripota wa AyoTV Kigoma, Ali Dreams TZA. Mimi ni Regina Baltazar.